is how it is even today. Kwa hiyo na mimi leo, me and you, tumepata siri hii. We've known the secret. Hebu tuitunze. Let us hold it. Tuwaambie jirani zetu. Let us tell our neighbors. Mungu anasema, Yesu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na akili zako zote. Christ says that you love your God with all of your strength and your mind. Ya pili yafanana nayo. The second is likewise, mpende jirani yako kama nafsi yako. Love your neighbor as yourself. Jiulize. Ask yourself. Je, hapo ulipoangalia kushoto kwako jirani yupo? Look at your left hand side, is your neighbor there? Jiulize hapo kulia kwako jirani yupo? On your right hand side, is your neighbor there? Alafu unasema unampenda Mungu. And you say you love God. Unampendaje Mungu jirani mmoja nyumbani? How do you love God? Hajui habari imani ya kanisa mitume. He doesn't know about. Alafu unasema unamjua Mungu. And you say you know the Lord. Ukitaka kumjua Mungu, if you want to know God, jirani yako mwambie habari za Mungu. Tell your neighbor about juu ya kanisa lake, about the church of Christ, ambalo linakomboa mwanadamu, that is going to give remission of sins to men and forgiveness of sins, tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni, so that we may inherit the kingdom of God. Sote tuwatenda dhambi, we are sinners. Hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi. No human being. Japo wengine wanasema ni mkamilifu. Some say I'm perfect. Ukisoma kitabu cha Mhubiri, if you go to the book sura ya 7 mstari wa 20, 7:21, anasema bila shaka duniani, he says, in this world hamna mwanadamu anayetenda mema na asitende na dhambi. Every single human being who does good will do wrong. Na ndio maana kama tunatenda dhambi, if we do wrong, ndio maana tunakuja kuomba msamaha mbele za Mungu. Why we come before God, na Mungu anatusamehe, and our God is going to forgive us. Hilo ndio la msingi. That is very important. Angalia yule mwanamke aliyokamatwa anazini.